na hawa pia ni mashabiki wengine ambao wapo katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa, wamekuja kushuhudia shughuli, lakini kwa mtindo waliovaa wao walikuja kwenye shughuli maalum. Pengine wanavyoonekana hakuna cha shughuli maalum. Shughuli maalum ndio hizo kwa tunaenda kuifanya hapo na wamekimbia. Imeisha hiyo. Hapa ni Mr. Kuchikuche and some boy wa Kichaga. Niko na mke wangu Magdalena. Ndio. Karibu baba. Imekuwaje? Mbona kama hivi? Hii ni mfumo tu. Ili shati ulilovaa wewe umeamua kuvaa ukaja kwenye mechi. Nami nimevaa ni nguo kama nguo zingine. Umeelewa? Nami nimevaa na mke wangu tukaamua hivi tunashabikia kwa mfumo kama huu. Kabisa. Niko vizuri. Pengine nikajua labda mmefunga ndoa ya bado harusi inaendelea. Kama umekuwa unafuatilia, sisi ndio tunapokujaga kila mechi za Yanga. Tunakuja tumevaa namna hii. Hii ndio mfumo wetu. Kwa haya ni maamuzi ya familia ya kwangu mimi na mke wangu. Kama mimi sijaingilia familia yako, kwa nini wewe uingilia kwangu? Unanielewa mpaka hapo eh? Kwa hiyo haya ni maamuzi ya familia. Wewe cha kufanya ni kuniombea heri. Okay, sasa nakuombea heri. Pengine tuambie kile ambacho kimetokea hapa mmekichukuliaje? Kilichotokea ni maamuzi ya viongozi. Hauwezi kuwa juu ya kiongozi. Kiongozi wameamua kama walivyoamua, lakini niseme tu sisi tumetokea Arachuga moja kwa moja kwa festiboni wa mama Mheshimiwa Paul Makonda Christian. Umeelewa eh? Tumekuja moja kwa moja, tumetumia nauli, tunalala hotelini, tumekuja mpaka hapa na tumekata tiketi. Hizo ni sadaka tunasema tumetoa. Kwa hata tulipokata tiketi hapa ya kuingia uwanjani na mechi haipo, bado sisi ni mchango wa timu yangu. Umeelewa? Bado na support timu yangu. Kwa namna moja ama nyingine ni maamuzi ambayo yamefanyika na viongozi. Sisi hatuwezi kulaumu chochote. Ni kufuata namna viongozi wanavyosema. Ndio. Mama la mama, hili ambalo limetokea mashabiki wengi wanalia. Wewe unasemaje? Mimi siona shabiki anayelia wa Yanga. Unaona kama hivyo, unaona wanafurahi, wanacheka kwa sababu wanajua kilichowaleta hapa uwanjani. Huu ni mpira. Na mpira huu ni mchezo. Sioni haja ya mtu kusononeka wala kuumia. Ikipangwa tarehe nyingine, mpo tayari kwa ajili ya mchezo huo? Sisi tuko tayari kabla tujaingia hata uwanjani. Tangu jana, juzi na achana na siku za mbele. Yaani tuko tayari kutoka nyuma. Kwa namna moja ama nyingine, hata wapange saa 8 usiku, hata wapange kesho asubuhi, sisi tunaingia uwanjani. Mtangazaji wewe mwenyewe unaelewa nini kingeenda kufanyika. Najua unaelewa kimoyo labda unachukua nafasi yako ya utangazaji. Lakini kimoyo unajua kabisa angekufa nani hapo uwanjani leo. Yanga amesema kwamba 11 kama kawaida mzigo unafika hapa, timu inafika hapa. Nini ndio hapa mnasubiri ama kuna jambo jingine? Tunasubiri hicho na tutakaa hapa mpaka kieleweke. Ndio maana nikakwambia hakuna shabiki wa Yanga asiyejielewa. Mimi mwenyewe kumpata mtoto mzuri mweupe kama huyu na akili. Mimi ni shabiki na akili. Unasema kwamba wana Yanga tu ndio wanajielewa. Kaka wa Yanga hawachezei. Hatuchezei watoto wa watu. Kamuulize brother Azizi alichofanya, hatuchezei watoto wa watu. Sisi tunaoa. Imeisha hiyo. Asante sana. Na shabiki ambao wamefika hapa, lakini kwa tofauti wao wanaonyesha kufurahishwa, yani hawana noma yoyote kwa kile ambacho kimetokea. Wanasema kwamba hapo tayari kwa wakati mwingine wote ule itakapopangwa basi kitapigwa.